Uhari gani ya rafiki yangu? Nashukuru kwamba tumepata wakati na wasaa wa kukutana tena, na Mungu ametujalia kupata nafasi ya pili ya kuendelea kuishi na kusongesha yaliyo makusudi yake na tukayatimize. Nimeona pia leo tuzungumze katika hali tu ile ya kuendelea kutafakarisha na kushauriana. Nimekuwa nikiangazia mada tofauti tofauti, nimekuwa nikizungumzia mambo tofauti tofauti, ila pasipo kupoteza muda, leo ninataka kuzungumzia ishu moja ya uhuru wa uchaguzi, nikiangalia impact, lakini pia nikiangalia kwa sehemu zote mbili, faida na hasara kwenye hii nyanja tu ya uhuru wa uchaguzi. Bila shaka tumekuwa tukisikia na kuona konflikti mbalimbali kwenye jamii, mazingira ambayo tumekuzoea kuwepo makanisani, mazingira ya kazini, misikitini, kwa majirani, baina yetu sisi wenyewe. Konflikti hizi zimeendelea kuwepo, hasa zikipelekewa, sababu kuu sana ukichunguza ni uhuru tu wa uchaguzi. Yaani mtu tu anaamua nini afanye, nini aseme. Lakini pia wakati fulani hata kuna watu wamevuka mipaka venye iliwapasa kuwa. Ni mtendaji kazi, msaidizi wako, ulimwachia uhuru, nafasi ya kufanya majukumu fulani, lakini sasa anakiuka na kuvuka mipaka ya kiutendaji. Ndio tuletea changamoto uhuru wa uchaguzi. Familia, mke, mume, kuna wakati unaamua tu kuishi naye friendly, lakini unapoamua kuishi naye friendly, uhuru wa uchaguzi unampelekea yeye kufanya wakati mwingine zaidi ya vile ambavyo ilimpasa kufanya. Sasa nikalitazama hili, nikaona jamii yetu inateseka sana, na kinachotusumbua wengi ni kwa kuto kutambua lipi linalopaswa kufanywa na kwa wakati upi. Unajua, jambo lolote ambalo linafanywa kinyume na utaratibu, hilo jambo halipaswi kufanyika. Yaani ni uchafu na ni makosa. Sasa leo nimetaka kuangazia tu habari ya uhuru wa uchaguzi. Uhuru ni nini? Uhuru ni ile hali ya mtu kutokufungwa ama kuwekewa kikwazo kwenye kusema ama kutenda. Yaani kutokufungwa ama kuwekewa kikwazo na kuchaguliwa katika kusema na kutenda. Huu ndio uhuru. Sasa uhuru wa uchaguzi ni upi? Ni vile ambavyo wewe unaamua kwamba nini unataka kufanya na vile ambavyo unaona kwamba ni vyema kufanya. Tunafurahi kuona kwamba kila mmoja akipata wasaa na fursa ya kutenda lile ambalo moyo wake unampendeza kufanya, maana anapofanya hivyo si ni furaha kwake, ni jambo jema sana. Lakini katika kutenda huko itaumiza sana pale ambapo lolote litakalochaguliwa kutendwa ikiwa halina matokeo chanya kwa jamii na kwa watu wanaomzunguka huyu mtu. Sasa faida ya kuwa na uhuru wa uchaguzi ni kama hiyo, kwamba mtu kujihisi furaha na amani
kuhisi kushirikishwa na kuthaminiwa na jamii, ya kuwa na maisha ambayo hayajafungamana. Faida ni zipo ukizitazama, ila leo ninataka kutazama upande wa pili ambapo ndio conflict nyingi zimejengwa hapo. Uhuru wa uchaguzi umepelekea kuvunja mahusiano. Kwa nini nasema hivyo? Watu wamekuwa na uhuru wa kuchagua nini cha kusema wakati fulani pasipo kujali anasema nini, na yale ambayo yamesemwa yamekuwa miongoni mwa mambo ambayo yameendelea kubomoa na kuvunja mahusiano. Usipochagua cha kusema na wapi unasemea, wakati fulani unaweza ukavunja mahusiano mazuri kati ya kundi fulani na kundi fulani, ofisi fulani na ofisi fulani, familia fulani kwa familia fulani, baina ya marafiki, hata ndoa pia. Usipokuwa na uchaguzi ambao ni sahihi katika kuzungumza, maana maneno ambayo tunayazungumza yanaweza kuwa yanaleta maumivu na yakatengeneza chuki, yakatengeneza visasi na kadhalika. Lakini katika yale ambayo tunayasema, wakati mwingine watu huwa wanahisi wanakosolewa. Unapo criticize kila kitu, mtu anaona kwamba wewe si sehemu yake. Kwa hiyo lazima tuwe makini katika uhuru wa uchaguzi, hasa tukizingatia nini tunasema. Hebu tuwe na heshima na mipaka katika maneno ambayo tunayazungumza. Lakini pia unapokuwa na uhuru wa uchaguzi na kusema au kutenda lolote unalojisikia, unaweza ukakosa kuaminika kwa watu wakakuhisi kwamba wewe si mtu unayefaa tena, kwa sababu hauna mipaka katika kutenda, hauna mipaka katika kuzungumza. Watu watakuepuka sana, utapoteza fursa. Hebu jitahidi kuwa na mipaka na kuchagua nini unachopaswa kufanya, nini unachopaswa kusema. Usiweke mazoea na watu kupitiliza. Jitahidi ujue lipi linalokupasa kwa sehemu yako. Usivuke mipaka ambayo si sehemu yako na ikustahili kutenda, hata kama hawa watu unafahamiana nao kiasi gani. Kumbuka, katika kuchagua kwa uhuru nini useme, kuna wakati unaweza ukatengeneza magomvi na kusababisha vurugu. Lakini kuna wengi ambao wamejikuta wamesema maneno kwa uhuru tu pasipo kujali, lakini wakajikuta wamechanganisha hata maofisi na kadhalika, kiasi cha kufanya mambo yakaenda mbali zaidi. Watu wakachukuliana sheria, wakaenda mbali kwenye vyombo vya sheria, pesa zikapotea, lakini kwa sababu tu ya mdomo ambao wa mtu mmoja aliyeshindwa kuwa na kutumia uhuru wake vizuri. Kesi zikaendeshwa, watu wakapoteza fedha wakapoteza mali pia, kulingana tu na uhuru tu huu uliotumika vibaya. Kwa hiyo mambo yanapokuwa yanaenda kuwa mabaya kwa sababu ya uhuru mbaya wa uchaguzi, inayoathirika si wewe tu, unaathiri familia, unaathiri ya jamii yako, unaathiri marafiki, unaathiri watu wengi. Kuna watu wanapoteza vitu, kuna ndoa, watu wanatengana, watu wanatengana. Walitamani watoto wakuzwe katika upendo wa familia zote, wa baba na mama, lakini sasa unatenganisha familia. Mtoto anabaki kuelelewa na mama peke yake, watoto wao wanabaki kwa baba peke yake. Usalama unakuwepo mbaya mdogo kwa watoto. Malezi na makuzi ya familia ama mzazi mmoja hayawezi kuwa sawa na malezi ya wazazi wote wawili. Kwa hiyo athari ni kubwa sana kwenye jamii, lakini zaidi unamkosea na Mungu, unamkosea Mungu. Kwenye kitabu cha Matendo ni Mathayo, kama Mathayo 12:36 anasema kwamba tutawajibika kwa matendo na maneno yetu, yaani kila jambo ambalo unalifanya. Kitabu cha Mathayo kinasema kwamba utawajibika. Kwa hiyo jitahidi, mtu wa Mungu, uwe makini katika uhuru huu wa uchaguzi, usije kupelekea athari katika jamii yako. Bwana akubariki sana unapoendelea kutafakari maneno hayo.